mwaka 93 ambao amezaliwa Imamu Malik ndio mwaka ambao alikufa Anas ibn Malik. Faida hiyo, Imam Malik ibn Anas, Malik ibn Anas amezaliwa 93 Hijiria, na mwaka huo 93 Hijiria huo ndio mwaka aliokufa Anas ibn Malik. Umeelewa? Anas ibn Malik ni nani? Ni sahaba. Anas ibn Malik ni sahaba, khadimu Rasulillah, alikuwa ni mtumishi wa mjumbe wa Allah. Amekufa mwaka 93, aliishi umri mrefu sana. Alifariki mwaka 93. Mwaka huu 93 anakufa Anas ibn Malik, ndo akazaliwa Malik ibn Anas, ndo huyu imamu Daril Hijra. Kwa hawana uhusiano. Yokasema huyu itakuwa mwanawe huyu, hawana uhusiano wala hawakujuana, ni majina tu yamefanana. Huyu kazaliwa, huyu amekufa mwaka huo huo. Haya, anasemaje al-Imamu Malik? Anasema min barakatil hadithi, katika kupata baraka ya hadithi. Min barakatil hadithi, katika kupata baraka ya hadithi, ili ubarikiwe wewe kwa kupitia hadithi ulizokuwa nazo. Ifadatu ba'dihim ba'dha, ni kupeana faida baadhi yao kwa wengine, baadhi yao kwa baadhi, ili hadithi ikupe faida we, basi uwe unasaidiana na wenzako, mnapeana faida, mnaelekezana, mnapeana maalumati na istifada baina yenu, ndio ile baraka ya hadithi inapatikana kwenu. Min barakatil hadith, miongoni mwa kupata baraka za somo la hadithi. Ifadatu ba'dihim ba'dha, ni kupeana faida baadhi yao kwa baadhi. Nafundishana hadithi na kuelekezana mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana watu wasiwe wachoyo. Sasa haipatikani baraka ikiwa kila mmoja na kile alichokihifadhi, alichokisoma, alichokijua, hamfundishi mtu wala hamuulizi mtu, kila mmoja na maalumati yake, hata kama ni makosa ndio hivyo hivyo, hakuna musharaka, baraka ya hadithi inakosekana. Athari hii mtunzi wa risala hajaweka marejeo lakini katika sehemu ambazo unaweza ukaipata kwenye kitabu cha al-Imamu al-Baihaqi kinaitwa al-Madkhalu ila Sunan, al-Madkhalu ila Sunan cha al-Imamu al-Baihaqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na kuna athari kama hiyo kutoka kwa Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, anasema inna awwala manfaati al-hadithi an yufida ba'dukum ba'dha, hakika manufaa ya mwanzo kwenye upande wa hadithi, manufaa ya mwanzo ambayo yanapatikana, an yufida ba'dukum ba'dha, ni kupeana faida baadhi yenu kwa wengine. Ili manufaa ya hadithi yapatikane, mwanzo kabisa ni kule kupeana faida. Watu hawajui, ukafungua kitabu cha hadithi mkasomesha kama 100 hadithi, 40 an-Nawawiyya, Riyadhus Salihin, Umdatul Ahkam, Bulughul Marami, Sahihu Bukhari na Sunan. Watu wanaelekezana, mtume kasemaje, mtume kafanya nini, hadithi. Watu wanapeana faida, na nyinyi mkachukua mkapeleka huko makwenu, faida inaenea. Hapo ndio patikana baraka ya hadithi. Sasa min barakatil hadithi ifadatu ba'dihim ba'dha, kwa maana tuache uchoyo, tueneze ilmu, tuwasaidie wenye ufahamu duni na wale wasiojua, tuache ubakhili katika hadithi na masomo ya dini kwa ujumla. Kisha akaleta athari ndogo, anasema waqad fata ba'd at-talaba, na kwa hakika kuliwapita baadhi ya wanafunzi kitabatu shay'in min hadithin, kuandika kitu au kuandika sehemu katika hadithi. Kwa hakika kuliwapita baadhi ya wanafunzi kuandika kitu katika hadithi. Baadhi ya wanafunzi walikosa kuandika hadithi, sehemu katika hadithi ziliwapita. Faqala lahu ash-shaykh,
Shekhe akamwambia yule mwanafunzi aliyepitwa na kuandika sehemu katika hadithi. Shekhe ndo nani? Wa huwa Ishaq ibn Rahuwayhi, naye ni Ishaq ibn Rahuwayhi. Wanachuoni wanachuoni wa Ishaq ibn Rahoya, ibn Rahawayhi au ibn Rahoya. Huyo shekhe akasema kumwambia yule mwanafunzi ambaye amekosa baadhi ya hadithi kuziandika, akamwambia vipi? Ansikh, chukua na uandike, ma fatak, kile kilichokufutu wewe, min kutubi talaba, kutoka katika vitabu vya wanafunzi wenzako. Ansikh, chukua na uandike, ni chukua na ukopi uandike, ma fatak, kile kilichokufutu kilichokupita, min kutubi talaba, kutoka katika vitabu vya wanafunzi. Azima daftari kwa wanafunzi wenzako, kisha uandike kilichokupita kwenye daftari lako. Kama ilivyo kawaida ya wanafunzi, umepitwa na somo, uazimisha daftari, unakopi, unaweka kwenye daftari lako. Sasa shekhe akamwambia mwanafunzi aliyepitwa na kuandika hadithi, fanya hivi, chukua na uandike kilichokupita kutokea katika vitabu vya wenzako ambao walikuwepo na walihudhuria. Faqala at-talibu, akasema yule mwanafunzi, innahum la yumakkinunani, hakika hao wanafunzi ambao mimi unanielekeza kwao hawanimakinishi, kwa maana hawanipi, hawaniazimi mimi hayo madaftari na hivyo vitabu. La yumakkinunani, hawanimakinishi mimi, hawanipi mimi madaftari yao na vitabu. Nilishakwenda kabla wewe hujaniambia, nimeazima huko daftari, sijapewa vitabu. Watu hawatoi, wachoyo, wabakhili, kila mmoja amegoma kunipa kitabu chake ili niandike. Faqala ash-shaykh, akasema shekhe, nani huyo? Ishaq ibn Rahoya, idhan, kwa ajili hiyo, wallahi la yuflihun, na hapa kwa Allah hawawezi kufaulu. Hao wamekunyima, hawawezi kufaulu, hawafanikiwi katika jambo lao la ilmu. Idhan, kwa hivyo, wallahi la yuflihun, na hapa kwa Allah hawawezi kufaulu katika usomaji wao. Nini maana yake? Maana yake tuache ubakhili. Mwenzako amepitwa na sehemu, nisaidie, nifundisha. Siwezi kukufundisha maana mimi pia sijaelewa vyema, ila chukua hili daftari, nenda kaandike kwanza, upate hizi notes, kisha baadaye utamtafuta mtu akufahamisha. Lakini wewe hufahamishi na daftari hutoi. Wengine hata zile audio tu, anitumie audio, basi pia una uzito kama vile ndio recorder, kumbe mwenyewe amekuta kwenye group, anitumie, nasikia kuna daura, anitumia audio zote, ndio simji darasani kana watu wengine. Sasa mtu yuko mbali, aja vipi darasani? Sasa siku nyingine wewe ukipitwa audio usipewe, itakuwa ni sawa? Au usiazimishwe daftari au kitabu, si sawa? Sababu ilmu itakuwa ienezwe kwenye jamii, isambazwe katika jamii za watu, na njia ziko nyingi: madaftari, vitabu, mihadhara, daurat, audio, kila kitu. Hizi zote katika njia za kueneza ilmu. Ubakhili na uchoyo kwenye ilmu hautakiwi. Idhan wallahi la yuflihun. Al-Imam Ibn Rahoya asema hawezi kufaulu. Ishaq ibn Rahoya, na jina lake kama wanavyosema wanachuoni kwa ufupi, jina lake ni Ishaq ibn Rahawayhi. Tumtafutie mtu kuni yeye Abu Rahoya. Hizi tamtam si ndo ambazo tunazitaka? Abu Rahoya tuimwaga tu hapo, atakayetaka atachukua. Abu Rahoya, Abu Rahawayhi, Abu Rahoya. Mbona mwenyeoshiana vidole huko? Anayetaka atachukua, zipo nyingi hizo.
Haya, kwa jina lake Ishaq ibn Rahawayhi ibn Rahoya al-Marwazi al-Handali at-Tamimi. Kunia yake Abu Yaqub. Abu Yaqub ndio kunia yake. Kipengele cha mwisho na cha mwisho anasema wayambaghi li talibi ilmi, na inatakiwa kwa mwanafunzi mwenye kujifunza elimu ya dini, talibul ilmi, mwanafunzi ambaye anajifunza elimu ya dini, alla yamna'ahu alhaya'u au alkibru, kutomzuia yeye haya na kiburi katika kujifunza. Alla yamna'ahu, isimzuie yeye alhaya'u, haya, au alkibru, au kisimzuie yeye kiburi. Iko kwa sababu ya kuona haya haingii kwenye kujifunza, anasikia haya mwenyewe, aona tabu, hawezi kuangalia watu. Haya isimzuie mtu kujifunza. Au alkibru, au kiburi, akawa ni mtu mwenye kiburi, mwenye jeuri, hawezi kujifunza kwa sababu ya kiburi chake alichokuwa nacho. Wala ya anafa, wala asipate unyonge, wala asihisi udhalili, wala asipate kinyaa, min an yaktuba, kuandika yeye, amman, kutoka kwa yule ambaye huwa dunahu, yeye yupo chini yake, ma yastafiduhu minhu, kile ambacho atapata faida kwake. Wala yanaf, wala asipate unyonge, asihisi udhalili, wala asione kinyaa, min an yaktuba, kutokana na kuandika, amman, kutoka kwa yule ambaye huwa dunahu, yeye yupo chini yake. Asihisi tabu na udhalili kuandika kwa mtu ambaye yuko chini yake kiumri au kielimu au kihadhi, kwamba yeye ni mtu mtukufu, huyu ni mtu duni, au mimi ni mkubwa, huyu ni mdogo, au mimi nina elimu kubwa, huyu ndo kwanza yupo kaida, lakini kuna kitu yupo nacho mimi sina. Mtu asihisi unyonge na udhalili kuandika kutoka kwa yule ambaye dunahu, yuko chini yake. Kuandika nini? Ma yastafiduhu minhu, kile ambacho atapata faida kwake yeye. Usihisi unyonge wala udhalili muda wa kuwa kuna kitu yuko nacho wewe huna, na ni elimu, basi kaa mbele yake jifunze, kaa mbele yake ujifunze. Bali kuna athari kutoka kwa salaf kwamba mtu hawezi kupata elimu akawa yeye ni mtu mwenye elimu mpaka atakapofikia daraja ya kuchukua elimu kutoka kwa aliye juu yake, kuchukua elimu kwa mtu aliye rika lake, kuchukua elimu kwa mtu aliye chini yake, akiuweza moyo wake kuudhalilisha na kuuvunja kutokana na kiburi, akaukandamiza moyo wake, kuchukua elimu kwa watu wa sampuli zote, awe mkubwa, awe mfano wake, awe mdogo. Akifikia daraja hiyo, hapo ndo atapata elimu, kwa sababu sio kila kitu kipo kwa wakubwa. Kuna vitu viko kwa wadogo, na wewe tayari kuna kiburi kinakuzuia kwenda kwa wadogo, kwa vile vitu utavikosa, elimu inapotea na unaikosa ambayo iko kule kwa wadogo. Ndio vile anavyosema Waarabu, yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri, hupatikana kwenye mito au maziwa vile vitu ambavyo baharini hakuna. Au hamna hiyo? Kwenye maziwa, kwenye mito hii mitaani huko kuna vitu vipo mule, ukienda baharini huko kwenye maji mengi hakuna, lazima urudi huko kwenye maziwa na mito ndio utavipata. Na kuna vitu viko baharini huko kwenye mito na maziwa huvipati. Kwa ili uvipate vyote inabidi uende baharini na uende kwenye mito, na ili upate elimu inabidi uchukue kwa juu yako na aliye chini yako, ili upate elimu iliyokamilika. Wala usihisi unyonge muda wako, kuna faida ipo kwa mdogo kidaraja, mdogo kiumri, mdogo kihadhi, wewe tajiri, yeye maskini, lakini ndo ana elimu huyo. Kaa mbele yake ujifunze, ili upate vile ambavyo kwa wakubwa havipo, upate kwake yeye mdogo, upate faida kutoka kwake. Kuna athari kutoka kwa Mujahid rahimahullahu ta'ala kwamba amesema,
la yata'allamu almustahyi wala mustakbir. Hapati elimu yule mwenye kuona haya na yule mwenye kiburi. Athari hiyo ameisimulia al-Imam al-Iraqi katika at-Taqyid wal-Idah alipokuwa akisherehesha muqaddimatu Ibn Salah. Ibn Salah yule tuliyomtaja nyuma alikuwa akisherehesha muqaddima Ibn Salah, akahitaji athari hii al-Imam al-Iraqi rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Mujahid kwamba hapati elimu mtu mwenye kuona haya kwenye kujifunza au mwenye kiburi. Ukoona wewe kuna kitu hujaelewa na katika mambo ya wajibu, lakini unaona haya kuuliza au kufuatilia, la, huwezi kupata elimu kwa sababu hautokijua. Ili ukijue uondoe hiyo haya ukaulize. Na ndivyo walivyokuwa maswahaba. Hata wanawake baadhi yao wanapowatanza mambo, wanawake kiswahaba wanamfuata mtume, tena mambo mengine ni ya kike kabisa, lakini mambo yanawahusu na fatwa ipo kwa mtume, sio kwa wengine. Wanakwenda wanaondoa haya, wanauliza ili wapate faida, wajue dini yao. Na mtume akiwaelezea, na mengine wakielekeza kwa Aisha kwamba nendeni kwa Aisha atawafahamisha. Aisha anawafahamisha. Walikuwa wakiondoa haya, lakini upande mwingine upande wa kiburi, na huu ndio upande ambao umeenea kwa watu wengi kuliko hata kuona haya. Wengi wao wana kiburi katika kusoma, na ukimwona mtu ana kiburi kwenye ilmu, huyo ana safari kubwa ya kupata elimu. Sababu katika masharti ya elimu na atawadhu, mtu kujishusha, kujiweka chini ili upate elimu. Sasa wewe umeshajiinua, una kiburi, huwezi kujifunza kwa mtu aliye chini yako, au huwezi kukaa kwenye kitabu ambacho ulichakisoma huko zamani chafundishwa tena, wewe huwezi kukaa, hali ya kuwa unaamini kabisa kuna sehemu hujaelewa, lakini mimi nishasoma hicho. Mbona wanawachuoni wasomesha vitabu vishasomeshwa huko nyuma mara nyingi, lakini nao hadi leo vikariri? Ukiangalia vitabu vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Thalathatul Usul, Qawaid wa Arba', kila mwanachuoni anayekuja lazima amesomeshe, wala waseme kwamba hivi vilishasomeshwa kwa hiyo basi. Tuamini kuna faida, kila mwanachuoni ana usulubu wake na faida zake na namna ya kufundisha. Wanafunzi wanachukua. Kwa usione tabu kujifunza kwa sababu ya kiburi ulichokuwa nacho au kwa sababu ya haya. Isikuzuie haya wala kiburi. Mimu mbili hazipati faida, anasema wanachuoni. Miimani, mimu ngapi hizo? Mbili, hazipati faida. Ya mwanzo almustahyi, wa pili almustakbir. Mustahyin na mustakbir, mimu mbili haziwezi kupata faida katika elimu. Elimu hapo ni mwiko. Ukiwa na kiburi, kujikweza, kujiona wewe wajua, elimu itakupitia kushoto. Au ukiona wewe unaisitabu kuuliza jambo ulijui, jambo la wajibu, waona haya, elimu itapita kushoto. Ondosha haya, ondosha kiburi. Unakoondosha haya haina maana sasa wewe usiwe na adabu. Kwa maana tusiwe na haya, umeambiwa usiwe na haya kwenye kusoma. Haukuambiwa ukose adabu, kwamba wewe aropokwa tu mbele ya darasa, wauliza tu lolote, huchungi maneno hayana stara, wewe wasema maneno ya kihuni. Kwa nini tumeambiwa tusiwe na haya? La, usiwe na haya, lakini uwe na adabu, na kiburi pia usiwe nacho. Allahu a'lam. Tumaliza risala hii ya Sheikh Rashid Abu Yahya